wetu, na maandalizi haya yamefanywa na klabu ya Young Africans, lakini kwa ridhaa ya familia. Tunawashukuru sana sana sana. Aidha, nichukue fursa hii kutoa pole kwa mama mjane, mama yetu Mama Kifukwe, na kupa pole sana. Nichukue fursa hii pia kutoa pole kwa familia nzima, watoto, mzee wetu Mzee Kifukwe, ndugu jamaa katika familia. Lakini pia nitoe pole kwa wanachama, mashabiki na wapenzi wa klabu ya Young Africans ambao wanaopokea msiba huu kama sehemu ya msiba mkubwa wa familia yao. Lakini kwa kipekee pia wapenda michezo kutoka vilabu, nikianza na klabu ya Simba na klabu mbalimbali ambao pia ni sehemu ya familia ya mzee wetu Mzee Kifukwe. Nikushukuru sana pia kakaangu Mangungu kwa kushiriki nasi. Nilikupigia simu siku ya jana kukueleza kuhusu msiba. Bahati nzuri taarifa ulikuwa unazo, lakini nikakueleza kuhusu hafla hii ambayo ningetamani ushiriki, na kwa ratiba zako umetoka nyumbani, na maanisha Mangungu jana alikuwa kule. Sasa muuliza Mangungu, una shughuli gani huko, timu inacheza Mwanza? Akaambia kuna mambo kidogo tunayafanya. Ni jambo zuri kwa sababu shoti unazopigwa sio ndogo ndugu yangu. Hakikisha unakuwa imara. Na hao watu hawakufahamu vizuri. Mimi nakujua. Usiache kwenda kule nyumbani. Kwa hiyo Mheshimiwa Mangungu amesafiri kutoka nyumbani na ameweza kushiriki nasi hapa leo. Ni heshima kubwa sana na tunakushukuru sana. Tupige makofi mwenyekiti wetu. Aidha, niwashukuru pia watu wote ambao mmeacha shughuli zenu na kuja kushiriki nasi hapa. Kwa upande wetu kama klabu ya Young Africans, huu ni msiba mkubwa sana kwetu. Msiba ambao una historia kubwa na klabu yetu. Mzee Kifukwe, ukiachilia mbali kuwa mwanachama, ameshakuwa mfadhili wa klabu yetu. Ametumia fedha nyingi sana kwa ajili ya klabu hii. Lakini amekuwa mwenyekiti na rais wa klabu yetu, jambo ambalo limempa fursa ya kuiongoza klabu yetu. Na wakati anafanya hivyo, ametumia muda wake, ametumia resources zake, na kitu ambacho mtoto wa marehemu amekisema na dada yangu dada Tuli ni kitu ambacho na mimi nakiface. Watoto wanauliza huyu baba yuko wapi? Kila siku hayupo nyumbani. It's the same thing. Na bahati mbaya tena mainjinia wote. Nimeanza kuwaza na mimi kuna siku nitaagwa hapa. Na Kabombe amesema hapa kwamba mainjinia wana mambo ya usajili ambao Mzee Kifukwe ameyafanya kwa ubora mkubwa sana. Naona hiyo resemblance. Sasa nafikiria na mimi kuna siku nitaagwa hapa nikiwa marehemu. Lakini wote sisi tunaelekea huko. Wala hakuna kitu cha ajabu. Tunachohitajika ni kufanya vitu vizuri ili wenzetu watukumbuke. Tuache alama kwenye majukumu tunayopewa. Na Mzee Kifukwe ameacha alama kubwa sana. Sina sababu ya kusema wasifu wake. Ameiongoza klabu hii wakati ikiwa na wakati mgumu, na ameiongoza pia kwenye mafanikio. Na wakati anafanya hivyo, hakuwa anafanya kwa sababu ya nafsi yake, alikuwa anafanya kwa sababu ya jamii kubwa ya Wanayanga. Na tunamshukuru sana, na niwahakikishie familia hii ni heshima ambayo tumempa mzee wetu, na tutaendelea kushirikiana sana. Dadangu Tuli amenieleza kuhusu mtoto wa marehemu wa kwanza, mapenzi yake aliyokuwa nayo kwa klabu ya Yanga, na amenionyesha dhamira ya kutaka siku moja aje kuwa na mchango kwenye klabu ya Yanga. Lakini hapa imetoka ofa ya klabu ya Simba. Nataka nirudie, nafasi iko, na karibu sana kwenye klabu ya Yanga. Kwa mzee wetu Mzee Kifukwe, mawasiliano yangu mimi na yeye yalikuwa ya karibu sana. Tumeshirikiana kwa mambo mengi. Ameniongoza katika nafasi hii ambayo nipo kwa muda mrefu. Na mara ya mwisho kuna jambo kubwa sana ambalo amelifanya kwangu. Na nikiri hapa
amelifanya kwa sababu ya klabu ya Young Africans. Tumekuwa na hatua kubwa ya klabu yetu kufanya alignment ya documentation. Wote mnafahamu klabu ya Young Africans huko nyuma zilifunguliwa taasisi mbalimbali, ikiwemo Yanga kampuni, ikiwemo Yanga asili, ikiwemo Young African Sports Club Company Limited na taasisi mbalimbali ambazo zote zilikuwa zina dhamira moja ya kuleta mabadiliko kwenye klabu ya Yanga. Na hizi zote zilifika mahali mpaka zikawa zina bank account na zilishasajiliwa RITA, nyingine zimeshasajiliwa BRELA. Kumekuwa kuna mkanganyiko mkubwa sana wa documentation, na hata club saa nyingine kukwama kufanya baadhi ya vitu kwa sababu ya hiyo mikanganyiko. Sasa wakati tuna align hizi documentation, kuna document muhimu sana ambayo ilitakiwa isainiwe, na kwa sababu katika directors wa hizo kampuni mzee wangu mzee Kifuku alikuwa ni mmoja wapo, nikawa siwezi kupiga hatua yoyote bila yeye kukubali kusign hizo documents. Na niwaambie wana Yanga leo, simu yangu moja ilikwenda kwa mzee Kifukwe na alinisikiliza na akaniambia hali yangu sio nzuri, mtume kijana wako aje kuniletea hizo document nyumbani na nitazisign zote kutoa fursa ya mabadiliko kwenye klabu ya Young Africans. Sikutegemea na ilikuwa rahisi, na alitekeleza kama alivyoniahidi, na hivi leo klabu ya Young Africans document zake zote ziko sawa. Leo tumepata hati zetu zote. Tulikuwa tuna shida ya hati ya Jangwani, tulikuwa tuna shida ya hati ya mtaa wa Mafia, tulikuwa tuna shida ya hati ya Kigamboni. Zote zimetoka na zimekuwa resolved kwa sababu ya signature ya mzee wetu mzee Kifuku. Transformation ya Yanga ambayo tunaizungumza isingeweza kwenda katika hizo hatua bila ridhaa ya mzee wetu mzee Kifuku. Kwa hiyo nichukue fursa hii leo kusema mbele zenu kwamba mzee wetu amekuwa na mchango mkubwa sana kwenye mabadiliko ya klabu ya Young Africans. Aidha, nichukue fursa hii pia kuwashukuru. Naona viongozi mbalimbali. Namuona mtoto wa mwenyekiti wetu na mdhamini wetu Yusuf Mahbub Manji, tafadhali simama tuwakuone. Nakushukuru sana kwa ushiriki wako kwenye mazishi haya. Umefanya kazi kubwa kupitia kwa mzee wako na mmeshirikiana sana na mzee wetu mzee Kifukwe kwenye kufanikisha haya. Na huu ndio umoja ambao Young Africans inauendelea kupigia kelele kila siku, mshikamano kwa wale watu ambao wamekuwa sehemu kubwa ya klabu yetu. Wachezaji mbalimbali, tumemsikia Ali Mayai na viongozi mbalimbali ambao wamehudhuria hapa, wanaweza kuwa mashahidi wa jinsi gani mzee wetu mzee Kifukwe amekuwa mtu mwema kwetu. Klabu ya Young Africans itaendelea kumwenzi mzee wetu, na kwa kumalizia speech yangu nitakuwa tayari kutoa zawadi ya jezi kama thamani ya kuweka kumbukumbu kwa familia ya mzee wetu Kifukwe. Nichukue fursa hii kuwaomba watoto wa marehemu waje hapa ili niweze kuwakabidhi jezi hii. Jezi hizi ambazo zinatoa heshima kwa mzee wetu mzee Kifukwe katika maisha yake na klabu ya Young Africans. Asanteni sana. Asante sana. Kwa ajili watu wa picha, kama kuna maelekezo yoyote mnaweza mkakaa kwa hapa kwa muda, mnaweza mkasimama tumpige picha, watawaelewa ambao mmewaziba. Hii ni kumbukumbu tosha kwa familia. Baada ya zoezi hili tutakuwa na neno la salamu kutoka shirikisho la mpira nchini Tanzania TFF, angalau wasalimie na kutoa maneno mawili kupitia kwa mkurugenzi wa mashindano Baraka Kizuguto kwa niaba ya katibu wa TFF. Alafu mara baada ya hapo tutarudisha sasa kwa askofu pamoja na wachungaji kwa ajili ya ibada fupi ya kuaga mwili wa ndugu yetu. Wakati Baraka Kizuguto anakuja, nitambue tu kwamba kuna salamu kutoka Singida Big Stars. Tunashukuru sana, ila muda wetu umetubana kwa sababu ndugu yetu inabidi kusafirishwa kwenda Mbeya.
mzee wangu mzee Kadutu, labda usimame tu kidogo tukuone. Na mzee Kadutu, tunashukuru sana kwa niaba ya Singida Black Stars yuko hapa. Na salamu zako naomba uniruhusu kwamba niseme nitazifikisha. Lakini muda huu ni mkaribishe mkurugenzi wa mashindano wa TFF Baraka Kizuguto, angalau kwa salamu na mawili matatu kwa familia pamoja na wapenzi wa soka kwa ujumla. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Assalamu alaikum. Ndugu waombolezaji, familia ya marehemu Francis Kifukwe, viongozi wa klabu ya Yanga, wachezaji wa zamani, washabiki, kwa niaba ya rais wa TFF na uongozi mzima wa TFF, natoa pole sana kwa familia kwa msiba wa Francis Kifukwe. Mr. Kifukwe alikuwa ni mdau mkubwa wa mpira wa miguu. Ameshirikiana na TFF pamoja na klabu ya Yanga katika kuweka mapinduzi ya mpira huu ambao viongozi waliotangulia wameelezea hapo. Wakati wa uongozi wao walipitia mengi, changamoto za mabadiliko, lakini ndio hali iliyopelekea leo hii tunaona matunda ya viongozi ambao wanaendeleza hilo gurudumu. Kwa kama TFF tunatoa pole sana kwa familia, lakini mimi binafsi nilifanya kazi na Mr. Francis Kifukwe takribani miaka 14-12.